Haleluya. Huko magharibi namwona dokta wetu. Mpe fursa sasa ya kujitambulisha, maana ametuacha muda mrefu. Amekuta watu wapya wengine wengi tu. Sasa ni fursa yake ya kusimama na kujitambulisha sasa, ili waweze kumjua. Mimi sina budi kuishia hapa kwa nafasi hii ya wageni. Mungu awabariki sana. Amen. Ni wakati kula mezani kwa Bwana. Amen. Jiandae chakula mkuu. Neno la Mungu ni uzima. Amen. Basi tutashukuru kuishi kwa ufupi, ambaye tutaomba kwa ajili ya neno la Mungu na mtumishi wa Mungu atakuwa anapita mahali akiandaliwa kwa ajili ya kutumishi. Tusimame wote kwa pamoja. Wetu kwa wimbo wa kifupi, kijana wetu akaendelea atakuja kutupatia neno la Mungu, nitamsogeza mahali hapa. Kila alikopita Yesu alitenda mema. Alikopita Yesu alitenda mema. Kila alikopita Yesu alifanya mema. Alikopita Yesu alitenda mema. Alitenda mema. Alitenda mema. Alitenda mema. Alitenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kichwa cha somo kinasema mambo yanayoweza kuchafua moyo safi. Hilo ndilo neno la Mungu ambalo limempendeza Mungu tujifunze siku ya leo. Marko sura ya 2 mstari wa 8. Maana Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo katika wao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Biblia kama ulivyosikia hapo imetaja vitu vitatu. Roho imetaja pale, moyo imetaja nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Inasema wanawaza hivyo nafsini mwao. Lakini katika kuuliza hakuuliza mbona mnawaza hivyo nafsini, akauliza mbona mnawaza hivyo mioyoni. Kama walikuwa wanawaza nafsini, yeye akauliza mbona mnawaza hivyo mioyoni. Maana yake nafsi na moyo ni kitu kimoja, au moyo wa mtu ni nafsi ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu tuliumbwa katika sehemu tatu. Bwana Yesu asifiwe. Watu tuliumbwa katika nafsi, tuliumbwa katika mwili, tuliumbwa katika roho. Watu tuna sehemu tatu. Kinachoonekana ni kimoja, viwili vyote havionekani. Kinachoonekana ni mwili. Kuna mwili, kuna roho, kuna nafsi. Mwili ni huu unaoonekana. Mwili ndio unaobeba roho. Kufa kifikiria ni mwili na roho kutengana. Nafsi imekaa ni link, ni kiunganishi cha roho na mwili, ipo katikati. Ndio imebeba akili, ndio imebeba mawazo, ndio imebeba ufahamu, ndio imebeba maamuzi. Akili na elimu ni vitu tofauti. Elimu kwanza elimu inapimwa. Ili tujue huyu mtu ana elimu gani tunampa mtihani. Elimu inapimwa kwa mtihani. Akili huwezi kuipima kwa mtihani. Akili iko nafsini, sio kichwani. Kichwani kilichopo ni ubongo, sio akili. Akili haionekani.
ubongo unaonekana. Ndio maana Biblia ikasema hivi, linda sana moyo wako. Kwa lugha nyingine, linda sana nafsi yako. Kwa nini? Kwa sababu ndio imebeba yote. Kwa maana ikasema ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Ikivurugwa nafsi, yamevurugwa mawazo yako. Kigezo kimojawapo cha mtu kumuona Mungu ni moyo safi. Some Mathayo 5:8. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Hicho ni kigezo kinachofanya kumuona Mungu. Mtu ambaye ana moyo safi ana sifa ya kumuona Mungu. Mathayo 15:19. Mambo yanayoweza kuchafua moyo wa mtu yametajwa pale, tunayaona kwenye Mathayo 15:19. Jambo la kwanza ni mawazo mabaya. Mawazo mabaya, ndugu zangu, yanachafua moyo. Wazo ni tendo lililokosa utekelezaji. Mathayo 5:27. Mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amezini naye moyoni mwake. Wazo ni tendo lililokosa utekelezaji. Unapowaza umetenda. Unapowaza kunywa pombe tayari umeshatumia. Unapowaza kutukana umeshatukana. Ukiwaza kumuua mtu tayari umeshamuua na umeshatua. Unaweza kuangalia ukaona, kwa kweli mimi sijawahi kuiba kitu cha mtu, sijawahi kuzini, sijawahi kuiba, sijawahi kuua. Kwa matendo hujafanya, lakini angalia mawazo yako. Unaweza ukawa hujaiba kiuhalisia kwa matendo, ila umeiba kwa mawazo. Unaweza ukawa hujawahi kuzini kwa uhalisia, hujawahi kwenda guest, lakini ulishazini na wanawake au wanaume karibu 200. Hauna tofauti. Dhambi ipo sehemu tatu. Tunaposema usitende dhambi, maana yake usiwaze mawazo mabaya, usitamke maneno maovu, usitende matendo mabaya. Biblia inaposema acheni dhambi, maana yake acheni kuwaza mawazo mabaya, acheni kutenda matendo mabaya, acheni kutamka maneno mabaya. Usije ukafikiri Biblia inaposema acheni dhambi inamaanisha tu acheni matendo mabaya. Hapana. Acheni maneno mabaya, acheni mawazo mabaya, acheni matendo mabaya. Mungu alikwambia jambo la tatu. Uzinzi na uasherati. Uzinzi ni kitu kingine na uasherati ni kitu kingine. Kama hujui, nisikilize kwa makini. Tunaposema uzinzi ni mtu aliye kwenye ndoa kutoka nje ya ndoa yake. Uasherati ni mtu hayupo kwenye ndoa ila akafanya tendo la ndoa